Mr. Cheesy. Ndio hivyo bana, MK na Kupiti hawako tena 64. Kuna majina 64 watajifanya kwamba 64 yawasaidii, hawahitaji 64. Ndio mlipokuwa kibonga au sio? Amekuwa kilonga sana, nazunguka akisema wewe sijai kwa 64. Mimi sio 64. Tukakaa chini kama management, tukaona bana, hakuna haja mdogo azunguke akitutangaza anasema tunamtumia na wakati hakuna chochote tunachofaidika kutoka kwake. Shanipata? Huwa siitishi hata shilingi yoyote kutoka kwake, sili shilingi yake hata moja. Lakini mdogo anakaa chini wakiniwaza sana, badala ni face anifate anambie Black bana, kuna hapa na hapa naona sijapenda au sio. Lakini kwa vile hakuna mahali popote nilipokuwa nimemkosea, amekuwa superstar mwanangu. Siku hizi anadharau. Hata mimi mwenyewe anavyoniongelesha siku hizi anaongelesha na dharau, sababu na mimi sasa ni mdogo kwake. Mimi nilikuwa naye tangu na miaka 16 boy. Hivi sasa hizi unaona hakuna kitu naweza ngakwambia. Barida nilikutana naye Ujiji 64 kwa jita MK Melody Kid. Lakini sasa hiyo kwa MK64 mwanangu unajulikana huku jiji nini, unaona Black hajui kitu. Kupiti naye anajisahau. Nimemvuta kutoka Kilifi, nimemleta Mombasa, haja asimamie muziki wake. Anakuja anajisahau, anageuzwa shabiki. Kwa mwana fresh, hata MK pia mimi nilikuwa namchukulia kama mwana, lakini anafanya mambo yake na msupport, na mimi pia nashughulika na issue zangu. Msio. Lakini mdogo Kupiti ankuja kageuzwa shabiki. Nimekuwa Kilifi, nimeishi Kilifi miezi 3. Madogo analia, Kupiti wetu vipi? Lakini Kupiti ndo huyo. Anajiforget, anaekwa tu hivi angeuzwa kichuzi. Tunafanyaje oe? Fame na kujulikana. Fame usumbua madogo. MK ni mdogo sana. MK amezaliwa 2002. 2003 ana miaka 22 ama 23. Shamfahamu? Mdogo sana. Sasa hii Fame kidogo umejulikana na watu wa jiji kina King Kaka, umepiga nao ngoma nini, unaona wanao walioanza nao hajui lolote. Yeye hizo vitu zote zake za distribution nilimfungulia. Kuna muda ikawa yapata na tatizo, pesa yake ya YouTube haingii. Baada anielezee, yuenda muuliza Lil Maina wa jiji. Lil Maina yule ni mtoto sopsopo, mtoto wa mbunge, hajajifanya kitu chochote cha YouTube. Baada MK aniambie mimi YouTube yangu inasumbua kwa sababu mimi ndo nimekuwa nikiupload ngoma zake zote. Mwaka jana ndo nimemfundisha namna ya kutengeza. Au sio? Nikampa mapassword yake yote, alikuwa hata hana. Na nikamuonesha ndo ili mradi nini? Mimi naweza tuna anytime bro. Nitune nimeenda na password zako zote za kila kitu ya career yako. Lakini kwa vile naangalia mbele kama kaka mkubwa na niko na nia nzuri na yeye, nikampatia mapassword yake, nikamuonesha namna ya kuupload muziki, kuanzia kudistribute kila kitu. Sio? Akawa yote seka muziki yake aingize hela. Aenda muuliza dogo wa jiji, baada umuulize alikufungulia hivyo vitu. Kama Zara kama ajifungue, akijifungua kinieleze, nikampa suluhu hapo. Na akakula pesa ndefu after mimi kumsaidia. Shanikuta. Lakini nashangaa juzi hivi napigwa na meneja wangu. Anauliza kwani wewe na MK vipi? Munko sana nini? Naambia
nakosana na MK lini? Mimi sijui issue yoyote bana. Hebu nielezee kwani kuna nini na wewe umesikia nini na umeona kipi? Anaambia watu wa social media, timu yetu ya social media, anaambia mdogo MK na wanawake wa karibu kina 08 wote wamekuwa unfollow. MK ana unfollow kaambia mwanangu hebu mfungulie IG yangu ni cheki. Nikiangalia kweli ani unfollow. Ndakuta so big deal. Sababu mdola kama Street Light huwa hatujafollowiana, lakini washikaji tuko street tunaonana daily, lakini hata kwa tufollowiana. Lakini nikija baadaye nikikaa hivi nakuta do MK pamoja na wale wanawake ambao amekuwa nao tangu udogoni wote wameniunfollow kwa wakati mmoja. Ina maana wanakaa chini wananiwaza. Haja nifuata kaniambia wewe Black umebugi na usio. Maki mimi yeye ni mdogo kwangu na karibu miaka 15, lakini nimemtreat kama my equal. Madogo wangu wote wanawatreat the same. Sasa nipo hata kupita pia nampatia same respect. Lakini mali nafika wewe huwezi kan respect mimi same fucking way my nigga, basi mbali. Na pia ameshakuwa akizunguka anasema mimi siko 64. Alianza tangu last year. Tukiwa nakupita alisema mbele yetu, ngamwambia blood mimi sija kufunga. Kama wataka kutangazwa huko tangaza msimamo, kupita kakataka na usilete hizo MK. Uko 64 umekuwa 64 muda wote huo. Saa hizi mbona? Yeye mwenyewe nikamuulize MK, nikikupatana na wewe ulikuwa jita Melody Kid, ulikuwa una jina 64 ndani yako. Wakati na kuregisteria distribution, wakati sasa ndo namfungula vitu vyake vya kusambaza muziki wake, akasema nataka 64 kwenye jina. Na kuweka namba kwenye jina lako kama msanii na uweze kudistribute muziki bila shida yoyote, kazi ngumu sana. Nikamfighta karibu miezi miwili kuregister jina lake tu. Nifika mahali yeye saizi wadaisha wewe mimi sio 64, sijawahi kuwa 64. Bana umfanyweje? Useme sikia wanaongoneza tu kwamba anaona anatumia. Hakuna pesa yako na kula. Hakuna mahali popote nimeenda na jina lako nikachukua mtonyo. Sasa nakutumia vipi? Wakati mimi ninanyamaza kuanzia ngundo, tukitoa ngundo ninanyamaza ili mradi wewe upige muziki. Ikawa mimi kazi ninayofanya ni shooting na kuedit video zake. Yeye mwenyewe anauliza wewe mbona wachinga? Anambia timing dogo langu si wazi. Ila alikuwa anajua nini? Mimi nitulie nimpushie. Unakuja unaanza sema wewe hujawahi kuwa 64. Barida. Na ile tu watu kujisahau, ushanipata. Kupiti naye hata nasikitisha. Na MK mwenyewe alikuwa ananiambia, hata ningemsikiza MK aliniambia usimsign Kupiti. Kupiti ni shabiki yangu tu, usimsign. Lakini mimi nilimaindi sauti ya Kupiti. Kupiti yuko na kitu wazungu wanaita radio voice. Sawa? Ile wakipigana ngoma na MK yajiita Real G's. Ile collab Kupiti alikuwa amelipia, na hapo ndo nilipomsikia Kupiti. Wakati MK wa record verse, kamuza dogo gani? Akanambia dogo fulani wa Kilifi lakini amelipia collab. Sawa? Hapo yuko na sauti fresh. Nikakaa muda hivi. Nikamwambia mimi nina mind Kupiti. Nataka Kupiti nimchukue nimweke 64. Akanambia hapana. Kupiti ni shabiki tu. Kupiti kwa mkuzuri, wacha nilela za. Sasa mimi ngakuta so fresh kumtumia mtu namna hiyo, unakuwa na ila na mtu namna hiyo na mtu mwenyewe wewe anguchukula kama blood yake. Hata day nikimsaini Kupiti, nikimpatia Kupiti proposal ya kujoin 64 niko na nani na MK. Na hapa ndo mahali MK alianza kunichenjia hata mimi. Ikawa sasa mbali sijui ni kwa kuwa nilikuwa nimeharibu mtonyo wake, lakini Barida
Issue ni kwamba yeye hajai ni face, hajai niambia kana ati sijui kuna nini. Kwa superstar. Kila la heri blood. Mimi nikishikana na yeye ilikuwa ndoto ni watu wawe bigger than tulipopatana. Ushakuwa Kupiti pia nimekuwa naye mwaka mmoja, amekuwa. Fanyeni mambo yenu jamaa, usio kila mtu yuko na vision, kila mtu yuko na dream yake. Acha watu wasukume, usio. Mimi nakutakia kila la heri blood. Wewe ni mdogo wangu boy. Bifu na wewe urongo. Sanga na anzaje? Wajua wewe mwenyewe ni mdogo kumshinda hata last born wetu sisi. Sasa saa ngapi? MK na mind, Kupiti na mind, lakini nimeona nijitenge nao wapate kukua, sababu kuna vitu vingine mimi sianza jihusisha nao sasa hivi. Sasa mimi mtu mzima nina malengo makubwa sana, sio ya kimuziki tu, hata ya kimaisha. Sasa hapa ni kila mtu asukumie dream yake. Kama vipi? Kama kuna mtu anahisi niliwahi kumtumia, akuje openly aseme nimefaidika vipi mimi kutoka kwake. Sawa? Kama kuna pesa mtu shaikula, aje anambie na bregishe hela yake. Sawa? Nimecheza pati yangu kwao, imeisha. Kila kitu chenye mwanzo kosi mwisho bana. Sawa? Saizi wao pige kama wao. Mimi nabaki na 64 yangu blood. Mimi nabaki na 64 yangu. Hata na 6 machiza. Kuna vitu vingi siwezi nikavisema. Na usio, siwezi nikavisema kwa sababu bado najiheshimu na bado tuna muda hapa duniani. Na usio mwa sema nikamalize. Kuna leo na kesho. Ama vipi? So ndio hivyo, saini rasmi. MK Kupiti hawako tena 64 na wala usiki na 64. Kama ni hao majina najua hawezi kuyabadilisha, manake 64 ndio iliwainua. Hawezi wakatoa, nakwambia mimi. Wakitoa watakuwa wamepoteza brand. Brand ilijengwa around 64, hawezi wakatoa. Na wala hata stawaletea noma yote wakaendelea kuitumia. Sina hizo. Ncha kwamba tu ni sio akiprint tena mashati sijui na 64. Hata maprint kwa mashati ameprint. Wasichukui chochote mimi. Watu wakadhani t-shirt yangu, lakini nilikuwa na push biashara yake. Mdogo wangu apate kushika hela. Sababu mimi nina mbinu nyingi sana za kupata nayo hela. Mimi ni mtu nalea familia blood. Shana. Yote nimemfanyia yeye. Lakini wanakaa chini, wananizungumza, wananifikiria watoto wa kiume. Mmoja unifuate, uniambie wewe wasema Mr. Kali free, acha tukupikali. Lakini makudu tu wanakaa na nzungumza huko, alafu ndio nimeona bana acha uwa release. Sio hata kwenye funga file kutokea. Alikuwa yuko homo. Funga file tumeshoot Nyali. Nilimrai sana. Tufike. Adaisha mbona saizi wanataka kunitumia, nimeblow up ndo nataka kutoa video. Ngoma ina watu 12 sijui. Yaani unaona wewe peke yako ndo unatumika blood. Kama na sasa basi mbona ulirekodi? Usingerekodi tangu mwanzo. Watu watachukuliaje ulirekodi uko kwenye cypher alafu kwenye video utokee? Kile nao kibri tu kidogo, usijui nitoka wapi. Alafu pesa hizo ndo ameanza kula vitu vingi. Tuwapeni muda. Lakini msiwanyime support. Utakuwa ni unafiki. Sawa? Utakuwa ni unafiki.
Unanielewa? Endeleeni kwa support. Wakitoa muziki mzuri endeleeni kwa support. Wakiboa waambieni mmeboa. Sawa sana mimi. Nikitoa vitu vizuri naambieni Black mkali, nikiboa naambie Black umeboa. Na usio. Alafu tena acha niwaelezee. Kwenye freestyle nikisema imekuwa 6-4 kabla ile freestyle nilikuwa na walenga double tako. Lakini madogo wamejishuku nao, wamehara wakajipaka mashuzi. Sawa. Mimi nilikuwa na wale ilikuwa ni trouble ndo niliekile kwao ile freestyle ilikuwa michano tu. Kadaisha nini wao imekuwa 6-4 kwa sababu 6-4 tumekuwa mbele yao. Tulianza game kabla wao. Na bado tuko juu yao hata sasa. Ndio maana akasema imekuwa 6-4 kabla wao. Imekuwa 6-4 after wao. Imekuwa 6-4 mbele yao. Yaani sisi kama 64 achana na sisi. Sawa, ambapo nilikuwa nazungumzia mimi kupita na MK. Yo freestyle nimerekodi kitambo wakati bado naishi Kilifi, nikaja Mombasa kama mwezi wa 6 hivi ndo nimerekodi ile freestyle. Klasi kitu cha sahihi. Shane bado. Nilichukua huo muda wangu tu nilipokuja hivi karekodi, lakini sasa sikuiachia. Na usio. Lakini kila mtu anajishuku. Shaona, kwa sababu a guilty person is always afraid. Shanaelewa? Madogo wameswitch, wameturn to snake. Wameamua acha nikate nyasi ndio mpate kuona wale nyoka ambao wako kwenye compound yangu. Sasa ndio hivyo. Oe, 6-4 iko open. Bado sijaacha. Mimi bado nataka kujenga culture mwanangu. Bado nataka kupush industry yetu kama nilivyosema. Raundi watu wa GG. Sawa, si mdogo ametoka hapa. Kupiti mpaka Jiji anakubalika sasa. Hata kulikuwa na makolabo na wadogo wa Jiji. Sijui itakuwaje kama watamaende kupiga naye tena kwa sababu walikuwa napiga naye kwa heshima yangu. Vitu nyingi wamefanyiwa huwa ni kwa heshima yangu, lakini wao wenyewe huwa hawajui. Na usio. Na wala siombe watu wawachenjie. Ni umri jamaa, waacheni wakue. Wataacha, watakomaa. Na usio. Don't hate on them. Wala msiende kuwatukana. Sitaki, msiende kuwatukana. Sawa. 6-4 will always be 6-4 my G. 6-4 imekuwa since 2010. 2010 MK alikuwa na miaka 7. MK amezaliwa tunamuona street bro. Sawa. Amezaliwa street tunamuona street bro. Na 6-4 Machizen ilikuwa ni kieneo zamani. Hapo ndo wazee wa ngoma walikuwa wakitimba tu wanadunga wanakuja tafuta maiti zao. So 6-4 has been there. Sawa. Bado hivyo ni umri jamaa. Sawa, mueleweni. Ni umri. Iko love my nigga. Haipotei. Lakini hiyo ndo hali halisi. Freestyle iko juu kuko auso lakini inaingiliana kulingana na tabia zao. Wameshika ule mkondo ambao Double Trouble walishika ya kwamba una hit na afu una change, unaanza kujisikia nigga. Mimi ni mtengwa, tabaki kuwa mtengwa mpaka siku ambao angalia nitaingia futi 6 ndani. Kali free. Salute.